Unaambiwa tusaidiane ndugu jamani, wakati wa matatizo, shida na raha pia. Kutoka kwa FM Academia wanakwambia dunia kigeugewe katika episode 126. Karibu sana katika wiki nyingine tena hii hapa. Tunaweka vibe safi, tunaweka mitambo safi, alafu tunaingia sawa ndani ya kitu ya maana hii hapa. Kwa uzamini wake mkali Mwite Bankari. Piga kwa wadau wangu wote ambao wanaendelea kuwa pamoja na mimi Anaitwa Jose Mala huyo. Amani ya mali huwa inakuwepo kwa mtu aliyenayo. Hatari sana. Noma sana. Omba Mola. Yes, binadamu na sisi tupendane bwana. Tunaendelea tulipokomea kama kawaida. Hiyo inaniweka mimi sawa, inanipa vibe kidogo ili mambo yakae sawa. So unajua tena. Yes. Hii ni kazi kama kazi. Na lazima uwe na vibe la kutosha. Yes, huku ndiko ambako tulikotoka. Tunaendelea sasa baada ya kuvaibika na vibe la maana. Bwana Tangoli walimwacha wakaenda kushughulika sasa. Sasa tunapoenda kuanzia ni ndani ya kituo cha polisi baada ya hawa watu ambao ni mabodyguard kubamizana na mtu ambaye alikwenda na maji. Alikuwa ni bodyguard wa bibie wanamuita Evina, ama unaweza kumuita Emil. Yes, hii ni idara ya Flavor himself. Tunasema here we go. Kituo cha polisi. Bibie yuko hapa. Pongai. We Pongai. Sasa tutafanyaje sasa? Hawa watu waliomuua Onyoko wamehamishwa ghafla tu. Afu chifu najaribu kuzungumza naye, anaanza kuleta balana, ananiambia habari za Onyoko ndio hivyo tena. Lahat na nang ginagawa natin. Sasa Udi Magba sasa hivi hawezi kufanya kitu ambacho kiko sawa. Kung totohanin niya, tanggalin niya tayo sa serbisyo. Kwa mfano akitutoa si katika kazi, ambia mimi siogopi chona. Siogopi mtu yote. As long as nachofanya ni kitu sahihi. Cha msingi ni kwamba nafanya kitu kilicho sahihi. Bana wauaji wameua hapa mtu alafu pale ghafla tu anahamishwa. Kwa sababu wamemuua mtu lakini hakuna mtu anayetusikiliza. Victorino pia yupo. Anaweza kutusikiliza. Wakaona waende kuzungumza na Lieutenant Victorino ambaye mama alimwambia na yeye ni miongoni mwa wale watu wabaya aliyekuwa anahisi. Tuliona katika yajayo. Mara ghafla, Fasterman, changamka. Sir. Mheshimiwa. Gracia, niambie. Nifanye nini kwa ajili yako? File kami ng complaint laban. Kuna faili ilikuwa hapa kwa ajili ya kulingana na wale maaskari walioweza kusababisha balaa. Pinake ni Vice Mayor yung assassination sa kanya. Pero pinatay na Bragay. Yule jamaa bwana ni kwamba alikuwa amepewa kazi na yule wanamuita Meya. Sasa Meya ndio amempatia kazi Victorino kwa ajili ya kumkamata Tangoli. Locations ni Jesus Montenegro. Tunaendelea kutafuta location kwa ajili ya kumpata wanamuita Jesus Montenegro. Vizuri sana. Tafuteni Tangoli haraka na mara moja. Maana jamaa anatafuta na yeye cheo. Kwa hiyo mama anakuja kugundua naye ndio wale tu.
Force on Una maana gani kuanza kutafuta jeshi? Anasema sasa ni kikosi maalum kumtafuta Yesusi Nazareno Montenegro. Di ba? Ina maana hii mission ni chifu wetu. Meya Migarito mwenyewe ndio kaniagiza mimi kwa sababu anajua yule chifu ni useless. Nga natin yung mga Guerrero. Wote tunafanya uchunguzi kwa ajili ya Guerrero. Anambia Gracia, unataka mimi nifanye nini? Siwezi kwenda kinyume na amri ya bosi. Nini kitachotokea sasa katika uchunguzi wetu? Anasema nafikiri inabidi muache tu. Hatuna uhakika hata hivyo kama meya ni mtu mbaya. Vasquez, Gracia, nafikiri kwamba jukumu letu ni kumlinda meya. Anamwambia jukumu letu ni kulinda watu, sio kumlinda meya. Meya na vice meya wote ni watu wa familia Guerrero na ni watu wabaya. Angalia mdomo wako we Gracia. Badala ya kufanya uchunguzi juu ya vitu vingine na mtafuta Tangoli sasa hivi. Lazima niweze kushinda hapa ili nipandishwe cheo. Kama tukimkamata Tangoli, tutapewa promotion hapa, tutapewa cheo. Huyu anakuja kugundua kumbe ni wale. Unajua nini? Nilikuwa nafikiria kwamba naweza nikakutegemea wewe. Inakuja kugundulika kwamba wewe sio mtu, wewe ni kama Ligori tu. We Gracia, njoo hapa. Anamwambia wewe ni kama wale tu. Alam ko na you're so busy today, but najua ulikuwa uko busy leo, lakini inabidi tu discuss jambo la familia muhimu. Good afternoon. Habari za mida hii ya mchana. Congresswoman. Congresswoman yuko hapa. sit down. Yuko vice mayor pamoja na meya mwenyewe. Wana discuss kuhusiana na maelezo ya mwisho ya baba. Aliandika nini usia. Patagalin. Nafikiri tumalize hili jambo haraka. Gustavo huyu ndio mwanasheria wake. Kwa hiyo wanataka wajue kuna shida gani. Kiukweli Don Gustavo alijaribu kurekebisha mambo wiki kabla ya kifo chake. Yaani mara nyingi watu sio wanajuaga vifo vyao. Alionana na mwanasheria, subiria kwanza. Baba hakudiscuss na sisi kama anataka kufanya marekebisho yote, alikutana na wewe wiki chache kabla ya kifo. Anasema hata hivyo alisema alitaka mambo yaende kwa njia hii ambapo yeye alivyokuwa amepanga. Kwa hiyo tayari alinipatia picha halisi ya kile ambacho kiandikwe na ndipo naye akasaini. Kwa kila mmoja anatakiwa kuangalia document ambazo aliziacha na hili jambo linatakiwa liweze kufuatwa kwa mujibu wa sheria. Wakaanza kuangalia. Just read. Na mimi nasoma na nyinyi muendelee kupita sehemu naposoma. Don Gustavo kwa kutaka yeye mwenyewe bila kufanya chochote anaamua kugawa 25% kwa bwana Robert. Na 25 kwa Migarito. Kwa 50% zikawa zimeisha. Zingine 50 zinaenda kwa Malites Di Magba. Sa kanyang ina. Bana nini hiki tena? Matilda pamoja na watoto wake Santino Di Magba, Jesus Nazaret. Hao ndio waliobaki watalisi. 50% anagawa kwenye familia yake. Mzee kafanya fair kabisa. Ana familia mbili, kagawa pasu pale katikati, pap, kagawa huku 25. 50 zikaisha, afu 50 zingine akatoa huku kwa ajili ya huyu mama na wijukuu zake wawili. Kwa hiyo ni fair kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria mkileta mbwembwe hii kitu itakuwa ni dhambi. Kwa hiyo inabidi mfuate share baba yenu alivyogawanya. Kwa hiyo ndio ukweli huo. Jamaa anacheka, yani mimi nipate 25% ya mali za babangu alafu mali zingine ziende kwa Tangoli. Nimesema potea hapa, toka kwenye nyumba yangu sasa hivi. Stupid Migarito, tulia. Muda mwingine fanya kazi yako mwanasheria mpumbavu mkubwa wewe. Mali zimekabidhiwa kwa watu sawa kabisa. Huyu kala 25% zake, unaye kala 25 na mama yake. Alafu zikawa 50 zingine zikaenda kule kwa Matilda, mama yake na bibi yake na Tangoli na wijukuu zake Santino pamoja na bwana Tangoli. Tunashukuru bwana. Huyu jamaa bwana alikuwa amekuja, anaulizwa nani na unataka nini? Ako po si Bernard. Jina langu naitwa Bernard. Ni rafiki wa Bulldog. Tsaka nila Tanggol. Na Tangoli pia. Kailan po ba mag-isa? Hivi uko peke yako hapa mama? Mume wangu yupo na mwanangu wametoka kidogo lakini vizuri sana. Ito po, may nimeleta hapa vitu kidogo. Pinadala po yan ni Bulldog. Bana Bulldog bwana kanituma nikuletee vitu. Mwanangu bado ananikumbuka mimi kwa kweli, jambo zuri. Okay, jamaa sasa anawaza mama si ni mnyongeje. Akaanza kuchukua kamba. Jamaa ni mshenzi. Ambia lakini Ma'am, mama,
pwedeng maki-jingle? Hivi naweza nikatumia kidogo angalau choo tafadhali? Anaambia njoo. Sasa mama jamaa anataka kumnyonga kwa sababu ni shetani anachotaka ni kulipa kisasi. Ana nikimuua huyu mamake na bulldog huyu. Anaiandaa kamba sasa ili amnyonge huyu mama. Chaling nan tena huyu. Bana Chaling. May kaibigan daw na dumating dito si Thanos. Ikaw po ba yun? Oo. Kuna mtu Bernard huyu hapa. Talaga? Ndio, Bernard ni wewe ete? Insang Dolpo. Hivi Dolfo anaendeleaje? Dolfo yuko sawa kabisa, yani wote wako sawa kabisa. Vipi kuhusiana na mwanangu Thomas? Wewe muite Melina. Changamka. Sasa inabidi bana Athul. Sasa akaona watali wote wameambizana. Mungu wangu. Njoo hapa, Thomas rafiki yake amekuja. Anaitwa jina lake Bernard. Bana kuna mgeni hapa, wakaitana wazazi wakawa wako wengi, hata uwaje hapa wote. Nini kinaendelea? Wakawa wako wengi. Anaitwa Bernard, rafiki yake na Tangoli na Bulldog bwana. Basi mweke sauti chini. Si unajua tena. Wasije watu wakasikia. Padala po yung mga anak ninyo. Basi nimeleta vitu vingi hapa kwa ajili yenu. Pinaabot. Jamani nawe mnaweza mkachukua Alikuwa amekuja kuua mtu hapa ili aendelee kuwakomesha mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo sasa akaona wamekuwa wengi, kuua hapa ni ngumu. Meron pa kong pera. Na pia wameweza kunipatia pesa kidogo, lupia zipatazo kama pesa 10,000 hapa. Kwa hiyo anawagawanyisha kidogo kidogo. Tunashukuru sana mambo mazuri kama haya. Mungu wangu. Mambo mazuri kweli kweli mazuri Salamat, asante jamani. Kwa kweli mtoto wangu Tonaso anaendeleaje? Wanaendeleaje lakini jamani? Mga Guerrero. Kuhusiana kile kilichotokea kuhusiana Guerrero, tuna hofu juu yao. Jamani usijali, wako salama huko, mwingine anambinya mgongoni huko. Ndio maana nimekuja tu kuambia msio na hofu, wako salama. Jamani asila bwana Lockboy kushikwa mgongoni hivi na watu wa maskini hawa. Anatikiswa kwa anapigwa makofi. Usijali sawa? Nasa si Mirna para makabilita tungkol kay Enteng. Wala po doon sa kanila Hivi Mirna yuko wapi? Pengine labda atakuwa yuko sokoni anaendelea kufanya biashara. Aling Mirna. Hivi nyumba iko wapi ya bwana mkubwa? Nenda pale kata kulia, alafu utasonga mbele, kwenye nyumba iko mbele pale. Muna lang, madali lang yun. Ndio hivyo. Samahan na lang ito kuya. Basi sawa. Akaona wengine wamejazana hapa. Sasa ikabidi abebe kafurushi kamoja kuelekea kwa Milna. Akasema ngoja nikamdedishe ule mamake na Iteng. Wajinga mmekuwa wengi sana, siwezi kuwa hata mmoja hapa. Mimi alibia mchongo. Wanamuita bwana Bernard ama Lockboy. Asila zake alizokuwa nazo hapa ni kuua mmoja, akaona washenzi hawa wamepona, ila huyu mmoja bado hajapona. Sasa anaelekea kwa Milna. Tunarudi kule kazini sasa kwa wanaume. Shughuli ilikuwa inaendelea babake usitume mtoto. Hii ni hatari bwana wewe. Unaambiwa kaa chini. Misumali hiyo. Mama anaangalia hivi, anamuona Emily kaisha uwawa. Kafa amekodoa macho. Wewe Emily jamani, besti yangu jamani. Nani amefanya jambo baya la kikatili kiasi hiki kwako? Devina kimbia tuondoke hapa. Haki ya Mungu, washenzi hao familia Guerrero hawa nitawafanya walipe. Twende. Mimi siwezi kukuacha bwana. Watalipa hili jambo. Anamwambia mchukue, mtaondoka na mtoto wako. Siwezi kukuacha Brando. Wewe mwanamke, nisikilize. Nenda kamtafute mtoto wako na tutakutana baadaye. Unaelewa anachosema? Ndio. Haya, twende. Mama anasonga mbele. Mambo ni mazito bado. Akicheki Emily kafa kifo kibaya sana. Aliyemuua ni huyu hapa kijana. Wanamuita bwana mkubwa Jason. Kijana wa bwana mkubwa wanamuita Miguelito Guerrero. Sholi inaendelea. Wanamuita Lamone Montenegro. Yuko hapa. Utamu wa movie unakolea. Sikiliza misumali hiyo. Ukisikia mtu katumbuliwa, manake risasi imefika mara pake. Pigwa boksi la pesa lote, ngwanka la kacha, pesa zinamwagika. Mama anono maskini unakuja huu. Tabu inaendelea kwa nzito. Pesa zimemwagika zote. Huyo ndio anamuita Devina. Anawasha moto namna hii hapa. Yes.
Ni mwanamke mmoja hatari kinoma noma. Lakini bado shughuli ipo. Johnson yuko hapa. Misumali inaendelea. Mama ana wakati mgumu sasa, inabidi akusanye pesa angalau. Pesa ni muhimu sana, weka kwenye begi humo. Angalau aondoke nazo chache. Oh yeah. Wanamuita Jason. Mandragon ikamuona. Akamwekea target. Kamata hiyo pumbavu, mshenzi mwanaharamu mkubwa. Unakaona sumbua watu hapa. Pigwa moja Johnson. Akashuka chini moja kwa moja. Huyo ndio anamuita Mandragon. Lakini sasa hajui kwamba anakutana na simba dume. Ila hapa halitaki fisi wanaobweka wakati lenyewe liko mawindoni. Wanamuita Lamoni Montenegro. Anamwona bwana Jason kakutana na chuma. Wakati leo usiniache. Mama changamka bwana. Sitaki kukamatwa. Akaambia mpumbavu, anamwambia eti kimbia kimpango wako, na akampiga chuma pale pale. Kila mtu akimbia kimpango wake. Akasema ala, kwaona niacha mimi bosi wako. Mama anawasha gari na hatimaye alikuwa anaondoka. Wakati ule mzee ndo anabaki katika mawindo. Hajakaa sawa, anakutana na mzee wa kazi. Wanamuita Lamoni Montenegro. Uso kwa uso babake. Yes. Babake. Wazungumze nini hapa? Adui yao ni mmoja. Na wao hawa ni washenzi kwa sababu mke wake alimsaliti Tangoli. Kwa ni wale tu. Ni wale Kasolo Talehe. Ni wale Kasolo Talehe. Mzee akawasha moto. Leo kumekucha. Misumali hiyo. Wanasalimiana. Michezo inaendelea babake. Michezo mitamu kama hii. Namna hiyo. Wataalamu wote wa bastola wamekutana. Leo atamaliza salama hapa. Endelea kuwa na DJ Junior ili uendelee kuenjoy katika episode inayokuwa inafuata. Binadamu nasi jamani. Ni majaliwa ya Mola. Pesa wanaonyanyasa wasiokuwa na lolote. Huruma hii jamani. Hatari sana. Katika episode inayofuata salia na mimi